Karibu tena kwenye channel yako. Mimi ni Forever D na tafadhali sana kaa na mimi mwanzo mpaka mwisho, usubscribe, like na ucomment kwa sababu nakuletea zile habari kutoka kwa Zailisa. Tazama, leo amefanya interview na Mashamsham ya Wasafi na alimeweza kueleza mambo mengi sana ya maisha yake. Basi mimi nataka umsikilize hapa Zailisa kwa makini kabisa na uone ni jinsi gani sasa hivi ameweza kulevel up as a woman. Basi kwanza tunaanza na outfit ambayo Zailisa ameivaa leo akiwa hapo kwenye studio za Wasafi Mashamsham, na hizi picha zote unazoziona hapa credit tunawapa Wasafi TV, yani Wasafi Media. Basi Zailisa alikuwepo hapo kwenye interview na Mashamsham na alieleza ni jinsi gani kwanza alikutana na mume wake. Hilo ndio swali lilikuwa la kwanza kabisa. Na kwa yeye anasema yeye na mume wake walikutanishwa na watu. Yani yeye alikuwa hamfahamu kabisa mume wake, lakini mume wake Bwana Side alikuwa anamfahamu Zailisa. Kwa hivyo basi Bwana Side alikuwa anamnyapia Zailisa kwa muda mrefu sana bila mafanikio. Hatimaye siku moja akakutana na mtu ambaye yuko karibu na Zailisa na kuomba kwamba aunganishwe na Zailisa. Basi walianza kuongea kwa simu na kisha baadaye Bwana Side akazama DM ya Instagram ya Zailisa, na huko sasa ndo mengine yote yaliendelea, na hatimaye wawili hawa hapa wakawa wapenzi na baadaye pia wakawa mume na mke. Na mpaka sasa hivi mahusiano yao hayajafikisha hata mwaka mmoja, tayari wameoana na tayari wamesha date kama wachumba, yani mume na mke. Haya bwana, hayo ndio habari kubwa kwanza kutoka kwa Zailisa. Lakini kitu kingine bwana ambacho Zailisa ameulizwa kwenye hii interview ni kuhusiana na ile shughuli aliyoifanya. Alifanya moja ya shughuli pambe sana, lakini kwenye shughuli ile iliibuka mambo machache. Kwanza kuna watu ambao walikuwa wanamsema live yeye, lakini na host wa ile shughuli ambaye alikuwa Dr. Kumbuka. Na Zailisa akasema kwamba wale watu yeye tayari ameshawablock kwa sababu Mungu aliwaumbua, kwa sababu Mungu hamfichi mnafiki. Basi Zailisa mmemwona, hamjauona? Hiyo ndo full outfit ya Zailisa jamani. Amevaa two-piece set kali sana yenye rangi nyeupe na nyekundu, stripes nzuri kabisa zimempendeza, makeup safi, accessories safi, hiyo cute bag hapo safi ambayo ameibeba kwenda nayo kwenye interview. Basi ukiachana na hayo, kulikuwa kuna maswali ya uzushi, mfano Zailisa jamani, kwani hii ndoa yako ya ngapi? Zailisa alicheka sana na kusema kwamba no comment. Basi mtangazaji akamwambia, jamani Zailisa, kuna watu ndo kwanza wametoka leo huko kijijini au mjini, hawakujui wewe hapo Zailisa, sasa wanataka kufahamu, basi useme. Lakini Zailisa aligoma kabisa kueleza kwamba hii ndoa yake na Bwana Side ni ndoa ya ngapi. Hivyo tu akasema nyinyi wenyewe mnajua. Haya, na swali lingine la uzushi ni kwamba aliulizwa maswali, je, Zailisa umeshawahi kucheat kwenye mahusiano yako? Akasema, tangia niwe na mahusiano na mume wangu huyu Side sijawahi kucheat, lakini huko nyuma nimewahi kucheat. Haya, kwa wewe ambao umekosa interview Mashamsham, kwa ufupi ndo mambo yalikuwa hivyo. Na Zailisa mchezo ni pesa, ndo hapo kama unavyomuona akimtunza DJ Mtasha, akiwatunza watangazaji wa Wasafi, mambo yakienda vizuri kwa upande wao jamani, wanaokota kwa bibie Zailisa. Zailisa sasa hivi jamani ana maokoto bala. Na maswali mengine yalikuwa productive kuhusiana na kazi yake. Ni kwa vipi aliweza kuanza kuigiza kwenye Jua Kali, ilikuwaje akagundua kwamba ana kipaji cha uigizaji, na hayo yote ameajibu kwamba yeye kipaji chake cha uigizaji kilianza utotoni na alikuwa inspired na mastaa kama Aunt Ezekiel, Irene Uwoya na wale wote ambao walikuwa wanaonekana zamani kabisa kwenye mambo ya uigizaji. So na yeye alipenda na akaanzia chini kabisa kujiunga kwenye magrupu ya uigizaji huko kwao.
So na mambo ya kuigiza kwenye Jua Kali alikuja vipi? Anasema kwamba yeye alikuwa na mtu ambaye anafahamiana naye, wameigiza movie pamoja, ndiye alipata hilo deal na kumpelekea yeye hapo Zailisa, na baadaye hatimaye akachaguliwa kuwa kwenye Jua Kali. Basi kwa leo ni hayo, tafadhali subscribe, like na kucomment.